Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, habari za kwako. Hapa tupo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo siasa, usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nazidi kudorora, na tunaungana na Profesa Lugi Bikoroti. Profesa Lugi Bikoroti, ujambo na karibu hapa. Habari za kwako Yembali yetu, tunakukaribisha. Asante sana. Nitasema hatujambo, na ijapokuwa hali sio nzuri katika nchi yetu ya Kongo, lakini kiafya sisi ni wazima. Naam. Profesa, miaka miwili iliyopita mlikuja mkiwa na msaada wa Warasha kwamba mtakuja kupindua na kuongoza nchi, lakini watu hawakufahamu mlifikia wapi kabla ya kuingia kwa mada ya leo. Ndio, sio miaka miwili tu, lakini tumeendelea kuangalia namna ya kujitawala na namna ya kufukuza adui katika nchi yetu ya Kongo, na misaada ipo, lakini usisahau kwa msaada wa kwanza ni sisi wenyewe wa Kongomani kuungana na kupendana na kuwa umoja. Naam. Kwa leo siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama unavyofuata, labda kabla ya kuendelea tunazungumza nao ukiwa wapi hivi, watazamaji na wasikilizaji wanatamani kulifahamu hilo? Niko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio nchi mama, nchi baba ambayo hatuna nchi nyingine isipokuwa nchi hii. Ndio nchi ambayo imetuzaa ikatukuza, na ndio nchi tutakayoiachia watoto. Hatuna nchi mbili, tuko hapa, na kwa sasa hivi tunazungumza tukiwa Kisangani. Naam. Kisangani huko mko katika makundi ya Thomas Lubanga aidha? Hapana, la hasha. Thomas Lubanga haiko Kisangani. Hapana, Kisangani inatawaliwa na government yetu ya Kongo na FARDC ambayo iko Kisangani. Thomas Lubanga iko porini huko kama muasi, kama adui wa Kongo. Nyinyi sio wahasi? La hasha, sisi si waasi, sisi ni wenye nchi, wazalendo na wanaotakia Kongo amani. Si waasi ambao wanajiunga kwa kuharibu mazingira, kuua watu, kuiba na kuleta usalama mdogo katika nchi yetu ya Kongo. Naam. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, na msikiliza ni Profesa Lugi Stefano Bikoroti. Profesa, siku zilizopita taarifa zimezagaa mitandaoni kwamba ulikufa. Ni wewe tunaongea naye au mzimu wake? Watu wanaweza wakasema mengi, lakini tupo hai sana, tunaendelea kupambana kwa ajili ya kuona jinsi tutaleta usalama mzuri katika nchi yetu ya Kongo, huku tukiwa tunaendelea kabisa kuisupport pia serikali tu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na FARDC. Sisi sote tuko pamoja na nia ni moja, ni kumfukuza adui. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amefanya ziara katika nchi kadhaa ikiwemo Kenya, Zambia, Namibia na nyinginezo, na kwa muda huu taarifa tulizonazo yawezekana akawa yuko Goma. Nyinyi mnazungumziaje swala hili la Joseph Kabila? Maana watu wengine wanataka kumlaumu Joseph Kabila kwamba anataka kupasua Kongo vipande viwili, kwamba Kongo ya China, Kongo ya juu. Kwanza mtangazaji, nitakwambia hakuna mtu atakayeweza kuigawa Kongo, sababu Kongo ni moja na itabaki moja, na wakongomani wote tuko pamoja. Japokuwa misukosuko, vita na hali ya nchi ambayo sio nzuri, lakini Kongo itabaki moja. Na utakaponiuliza maswali ya Joseph Kabila, mimi siwezi jibu hapo. Ninalojua tu sisi ni wa Kongo, tunajitahidi kabisa ya kuleta amani katika nchi yetu ya Kongo. Mtaletaje amani hiyo? Amani kwanza ni wakongomani kwa pamoja na kumpiganisha adui wa Kongo ili aondoke katika nchi yetu. Adui nani? Adui wa Kongo aondoke katika nchi yetu. Adui ni huyu M23, ni adui kabisa mkubwa, sababu japokuwa wanasema ni wa Kongo, ndio tunaona sura za wa Kongo ndani, lakini nyuma yao wanaongozwa na wanasapotiwa na wanapewa vifaa na Wanyarwanda kabisa, na inaonekana waziwazi Wanyarwanda ndio wanafanya vita, wao ndio wanaua, wanaiba, na hawa wakongomani ambao tunawaona ndani wanatumiwa kama vibaraka tu. Wewe si kibaraka? La hasha, mimi ni mzalendo, mwananchi.
Naam. Sasa wazalendo nyinyi miezi karibuni 8 kwa sasa M23 yuko pale Kamanyola, Katogota. Lakini nini kinafanya wazalendo wasibomoe hiyo ngome? Kwa taarifa tulizonazo ni kwamba inabidi kuheshimu mikataba ya usitishwaji wa mapigano. Mikataba ya serikali na waadui wa M23 ni wao ndio wana mikataba, lakini sisi kama wananchi tunaendelea kuzoofika, tunalia, tunakufa, tunaibwa. Watoto wetu leo hawasomi, kesho hawasomi, na hali imekuwa mbovu kabisa. Wachuruzi hawafanyi biashara, walimaji ni wasiwasi. Hatutaishi kwa hali hiyo. Profesa Jakusija kukata. Unaposema maadui namna gani wakati ambapo M23 kwa leo wamekuwa na jina mpya, wanaitwa Jeshi la Ukombozi, na waliosajiliwa kwenda Rumangabo katika mafunzo zaidi ya askari 12,000 wakiwemo askari polisi, askari jeshi, wanaitwa Jeshi la Ukombozi, wanakuja kukomboa. Sasa mnawahitaji maadui, wanakuja kukukomboheni. Naziri zote alizoahidia Rais Felix Tshisekedi kwa mujibu wa Corne Nanga na Bertrand Bisimwa ni kwamba hajatimiza chochote. Sasa wanakuja kukukomboheni ili mpate kubaki katika salama, mpate kubaki katika maadili. Nyinyi mnaanza kuwaita tena M23 kwamba ni waasi wakati wao wanaitwa wakombozi. Wanaweza kubadili majina kadhaa, wanaweza kujivika rangi nyingine ama ngozi nyingine, wanaweza kujiita hata jeshi la taifa, lakini ni wale wale M23 ambao wanataka kuivua nguo ambayo tunawafahamu kwa hayo, ili wajiweke nguo nyingine ili kutudistre. Lakini wao ni waasi wa nchi yetu, ni waasi wa Kongo, ni maadui wa Kongo. Na ikiwa wanafanya hivyo, ndio wale wote ambao wameenda kwenye mafunzo huko Rugabo na pengine, kuna ambao wameshikwa kwa nguvu mateka, na kuna wale ambao hawana pa kwenda, wamekwenda huko. Lakini tutakapoanza njia ya ukombozi, naamini ya kuwa tuna majeshi wengi kuliko wao, na baadhi yao pia kuna wale wazalendo ambao wako ndani yao. Na ninaamini ya kuwa vita ambavyo raia mwenye nchi mwenyewe anapambana kwa kujigomboa, hata mbingu zinabariki, sababu hakuna mtu wa nje atakayekuja kutukomboa. Hata tudanganya kuwa yeye ni mkombozi, huku akija na Wanyarwanda nyuma yake akiwa anaua watu. Sababu angalia Bukavu, waliingia wakasema waache kupigana ili damu isimwangike, lakini waliingia na watu wanaendelea kufa, damu inaendelea kumwangika, wasomi wanauawa, watu wanakimbia kila siku. Sasa tutaendelea kuishi kama hivyo na kuibomoa Kamanyola na kwenda Bukavu? Sisi hatutaendelea kufuata hii seselefe yao. Hii seselefe yao inatudistraire, sababu hatuoni kinachoendelea. Na ikiwa Corne Nanga anakuja eti yeye atatukomboa, ni yeye amemtia Rais Tshisekedi kwenye madaraka. Alivyomtia leo, sasa anakuwa na ubaya gani? Sababu ni yeye ndiye alimtia. Hatutatembea kwa nchi ya maakor ya watu wawili, watatu, wanne. Hapana, nchi ni ya wakongomani wote, si ya watu wawili, watatu, wanne. Sababu wana maendeleo zao, ndio sisi tuendelee kufa juu ya maendeleo zao? Haiwezekani. Tutajigomboa, sababu Lumumba alikufa, lakini kuna walumumba wengine ambao wapo. Profesa Lugi. Naam. Upo? Nipo. Profesa, lakini naam profesa, lakini tukizungumzia hayo masuala, mwalimu, wewe ni mwalimu mkubwa sana, sifa zako zipo barani Afrika na katika ulimwengu mzima kwamba mwalimu mzuri kwenye vyuo vikuu. Mwalimu, unafikiri kwamba kwa unayoyazungumzia hapo, hivi kabisa mambo yakibadilika, wewe uzungumzie kwa kutafuta cheo, kwa kutafuta nyadhifa, kwa kutafuta maslahi ya kwako mwenyewe? Ningelikuwa nimependa kuwa na cheo, ningelikishika tangu zamani. Ningelikuwa
hata kwenye government tangu zamani. Lakini zamani gani zama za wakati gani mwalimu hizo? Miaka mitatu ambayo ambayo imepita nimeitwa Kinshasa, wamenipropose kuwa na cheo fulani, nimekataa sababu siwezi tumika kwenye machafuko huku nchi ikiendelea kunyang'anywa. Haiwezekani. Siwezi kula mkate mezani nikaumeze huku wananchi wanaendelea kufa na kulia. Haiwezekani. Ndiyo maana Napoleon alisema vivre vaincu sans gloire, c'est mourir pour tous les jours. Na nilipokuwa katika mizunguko niligundua ya kuwa ni heri mtu akafa kuliko kuwa mtumwa wa wengine katika nchi yako ambayo umepewa na Mungu, ukawa tena mtumwa wa wengine. Ni heri kabisa kujitoa ukafa kwa ajili ya kuleta amani na wengine wakabaki na amani, sababu ni historia kubwa kuliko kuangamiza wengi. Watumwa ni wanani, Profesa? Watumwa ni sisi ambao tunaoteseka, tukifa, tukiuawa, tukinyang'anywa, watoto wakifa, wake zetu wakibaki wajane, watoto wakibaki mayatima katika nchi yetu, wakitupora na kutupiga na kututesa na kutufunga bila sababu. Sasa hali hiyo ni lazima tuitakae kabisa, na hakuna takaye tusaidia isipokuwa sisi wenyewe kusimama na kujisaidia. Nchi nyingi zimejikomboa kwa kuungana na kwa kukataa kabisa masharti ya udikteta na uvamizi wa nchi fulani. Mnafikiri kwamba Felix Tshisekedi hafanyi lolote kwa ukombozi wa maeneo yanayoikaliwa na waasi wa M23 mashariki mwa DRC? Ikiwa anafanya lolote lingelionekana, sababu Bunagana sasa ni miaka imepita. Ikawa Bunagana, kisha ikawa Goma, ikawa Ruchuru, leo ni Bukavu, kisha Kamanyola, na hivi wanafukuzia kuingia hata Uvira, Baraka huko na kuendelea. Je, tutaendelea kuishi hivyo? Haiwezekani, na hatutaishi kwa ahadi. Ni lazima ikiwa anafanya jitihada, ni lazima na sisi tuoneshe, tumsaidia kuwa tumesimama kwa kusaidia nguvu anazozifanya. Tutazitia pamoja, tukiungana tutamfukuza huyo muasi. Sehemu wanazodhibiti M23 kuna ukimya, wanakopatikana FARDC na wazalendo, risasi kwenda mbele. Unafikiriaje hilo? Sehemu kunapopatikana M23 hakuna ukimya. Vilio viko kila siku. Wasomi wanakimbizwa kila siku. Hakuna ukimya huko, sababu nchi haiwezi kuishi bila wasomi. Vingine vitu vimefungwa huko, huwezi kufanya vitu fulani. Benki zimefungwa sababu hakuna kabisa maendeleo ambayo yanaendelea huko. Ni kama jinsi walivyoshika ndivyo nchi iko huko, lakini vifo vinaendelea kila siku. Pendekezo langu ni kwamba sisi wazalendo, wakongomani wote kwa ujumla wajiunge na CVD ili tumfukuze huyu Mnyarwanda ambaye anayetutesa Bukavu, Goma, Bunagana, Ruchuru, Masisi. Tumfukuze arudi kabisa alipotoka na atuache na amani katika nchi yetu ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. Sisi wenyewe tuishi kwa amani na tuishi kwa umoja, maendeleo yawe, tuache ubaguzi wa kabila na lugha, na tutaikomboa nchi yetu. Profesa Lugi, tunashukuru kwa muda wako. Asante sana. Na karibu mara nyingine tena hapa Nyambalezi TV.